Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kwa ufikiri kwako rafiki, kuna mchango katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri basi utaamini vizuri, na ukiamini vizuri utapata matokeo mazuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo inabidi uwe mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema nguvu ya ukiri, na tulikuwa tumeanza kuchambua katika kipindi kilichopita jinsi ambavyo mimi na wewe tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, na kwa sababu hiyo basi tunatakiwa tupate matokeo kama ya Mungu. Kwa lugha nyingine, mimi na wewe ni waumbaji. Kwa leo nitaendeleza wazo hilo, tutaendelea kulichambua, alafu mambo yatakaa vizuri. Kumbuka tu kwamba tunapatikana pia katika YouTube, katika Google Podcast, katika Apple Podcast na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, lakini pia utakapoangalia ama kusikiliza basi usiache kulike pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, pia tuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo, linapatikana katika Telegram. Kwa wale msiojua, Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, na in fact ikifika tarehe 1 mwezi wa 5 kama nilivyokuwa nikisema huko nyuma, hatutaposti mafundisho tena katika WhatsApp. Kwa hiyo watu wote mlio kwenye magrupu ya WhatsApp mjue hilo, wala hatutageuka wala hatutarudi nyuma katika msimamo. Maana tumeanza kuona mitandao ya kijamii, kwa mfano YouTube wameanza kufungia watumishi sasa hivi, na kwenye Facebook pia wameanza kufungia watumishi. Na kwa maana hiyo ni wajibu wetu basi kuhakikisha kwamba tunapata mtandao ambao ni salama zaidi, ili kuleta mafundisho ya Kristo yaweze kuwafikia watu wengi. Kwa hiyo kama haujaenda kwenye Telegram, fanya maamuzi ya kwenda kwenye Telegram. Vinginevyo kuanzia tarehe 1 hutaweza kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp. Baada ya kusema hayo, namshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao mmekuwa mkishiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha kwamba mafundisho ya Kristo yanafikia watu wengi zaidi na kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Kwa hiyo nasema asante sana 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 sana. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza, basi nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo ambayo ni tofauti kidogo. Hapa tunafundisha mtu kufikiri kama Kristo na sio kufikiri kama Adamu. Sasa inawezekana mafundisho uliyosikia umekuwa ukifundishwa kufikiri kama Adamu, hivyo haya utayaona tofauti. Lakini usikasirike ukazima redio wala kwenye grupu. Tafadhali nipe muda, basi naamini Roho Mtakatifu ataleta mabadiliko ndani yako na utafurahia mafundisho ya Kristo. Baada ya kusema hayo, basi nataka tupige hatua. Kumbuka tulianza kwenye Waebrania mlango wa 3 ambako anazungumzia Bwana Yesu kama mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Na usisahau neno ungamo, tafsiri sahihi ama neno ungamo ambao pia tunaweza kusema ni ukiri, tafsiri yake sahihi ni kwamba ni katika mtazamo wa Biblia na Agano Jipya, maana yake ni kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema, haswa kuhusiana na Kristo na kazi kamilifu ya Kristo. Kwa hiyo tunasema ni homologia ama homologeo, kwa maana yake kuzungumza katika hali ya kukubaliana. Na ili mimi na wewe tuweze kupata matokeo yanayotakiwa, basi lazima tujifunze kuzungumza katika hali ya kukubaliana na Mungu. Kwa nini ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu moja, inamruhusu Yesu Kristo kama kuhani wako mkuu aweze kufanya kazi yake sawa sawa, lakini mbili na kubwa zaidi ni kwamba wewe umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, na kwa maana hiyo basi Mungu alitarajia kwamba maneno utakayozungumza wewe yawe ni maneno yanayokubaliana na yeye, kwa sababu umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Na kwa maana hiyo basi Mungu alikuumba ama aliniumba mimi ili kwa ajili ya kusudi fulani, kwa ajili ya kusudi fulani liweze kutimia. Na hilo kusudi hivi liweze kutimia ambalo ni kusudi la Mungu, lazima basi tuanze kuyazungumza yale mambo ambayo Mungu ameyakusudia. Kwa hiyo tukaangalia Mwanzo, tuende tena Mwanzo 1:26. Anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo tukasema kama nimeumbwa, mwanadamu ameumbwa katika mfano na sura ya Mungu, kitu ambacho nilitakiwa kujiuliza ni kwamba uelewa wangu kuhusu Mungu ukoje?
Tuko sawa sawa? Hisi ni muhimu sana, na nikakwambia kuna kanuni inaitwa kanuni ya kutajwa mara ya kwanza katika Biblia na kanuni ya kutumika kwa mara ya kwanza unapokuwa msomaji wa Biblia. Kwa hiyo nataka tukasema kipindi kilichopita tuangalie Mungu anapoanza kujifunua na kujidhihirisha kwetu, anajidhihirisha kama nani? Kwa sababu kwa bahati mbaya picha iliyoko kwenye kanisa na mtazamo ulioko kwenye akili ya watu wengi kuhusiana na Mungu, wanamfikiria Mungu zaidi kama mhukumu, mtoa adhabu kuliko namna nyingine yoyote. Wengi wanaweza wasiseme waziwazi, lakini huo ndio ukweli. Na sisi watumishi ambao tumekaa tukifundisha watu neno la Mungu, wanaitwa watumishi wa madhabahuni, hatujawasaidia sana Wakristo, kwa sababu meseji zetu nyingi, jumbe zetu nyingi tunapofundisha na kuziwasilisha, tunaonyesha kwamba Mungu ni Mungu mwenye hasira, ni Mungu ambaye anakamia watu, Mungu ambaye anafurahi kuadhibu watu zaidi kuliko kuonyesha upendo, anafurahi kuwaumiza watu zaidi kuliko kuonyesha wema. Ndo kazi ambayo tumekuwa tukifanya usiku na mchana. Na saa nyingine tunafanya hivyo sio kwa sababu Mungu ametutuma, tunafanya hivyo kwa sababu tuna maslahi yetu binafsi, kwamba kuna mambo fulani fulani tunayataka, na haswa tukiwa tunataka kudhibiti, kucontrol watu wafuate kile ambacho tunataka, basi tunamtumia huyu Mungu, tunamgeuza kuwa ni mkatili, kugeuza kuwa tunamfanya anakuwa nyang'au fulani hivi mbele ya watu pasipo kujijua. Lakini Biblia ndio sehemu sahihi ya kumjua Mungu, ndio sehemu sahihi ya kuweza kumwelewa Mungu. Kwa anasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Kwa manake Mungu Baba anazungumza na Mungu Mwana na anazungumza na Mungu Roho Mtakatifu. Wanasema tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, alafu tuwape mamlaka ya kutawala. Sasa nikakwambia kwa sababu hiyo basi lazima nijue kwamba Mungu anapojifunua kwa mara ya kwanza anajifunua kama nani. Na labda kabla ya kwenda kukuonyesha hapo, niweke kitu kimoja. Siku yoyote utakapotaka kujua kuhusu Mungu, utakapotaka kumwelewa Mungu, haswa wewe uliyezaliwa mara ya pili, wewe ambaye umeingia katika uhusiano na Mungu kupitia agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, wewe unatakiwa ujifunze kuhusu Mungu kutokea kwa Yesu Kristo. Labda nitumie fursa hii hapa kuweka hichi kitu sawa kidogo kabla ya kuendelea na hilo wazo nilikuwa nalisema, alafu tutalirudia hilo wazo. Kwa moja kwa moja nataka tuende kwenye Mathayo, maana saa nyingine ni muhimu tukaweka hivi vitu sawa hivi, kwa sababu mtazamo na picha yetu kuhusiana na Mungu inakuwa ina shida. Unajua wakati Mungu ananiagiza kuanza kufanya kazi yake, kati ya vitu vya kwanza kabisa akaniambia nenda kawaambie watu wangu, nenda kawafundishe, nenda kawaonyeshe, kawadhihirishie waziwazi kwamba mimi Mungu ni Mungu niliye mwema, ni Baba niliyejaa upendo, na ni rafiki niliye mwaminifu. Akasema ukiweza kuwaonyesha hayo mambo matatu na watu wakakubaliana, kwa maana ya kuamini na anza kuishi maisha yao katika ufahamu huo, akaniambia utakuwa umefanya kazi yangu kwa ukamilifu. Akaniambia picha walionayo watu kuhusu mimi picha walionayo ni kwamba mimi ni jaji, ni mhukumu, nimekaa kwenye kiti pale, kazi yangu ni kuhukumu watu. Watu wanaona kwamba niko kinyume nao zaidi kuliko kuwa upande wao. Ndio maana likitokea janga lolote katika jamii, kitu cha kwanza sasa Mungu amempiga, Mungu amemfanyia hivi, Mungu amemfanyia hivi, Mungu amemfanyia hivi. Mtu anaenda anakunywa pombe, anapitiliza, figo na maini yanaungua na zile pombe kali, alafu anasema Mungu amemchapa. Mungu amemchapa kwa sababu alikataa kuacha pombe. Kwa hiyo mambo yote mabaya, na haijasaidia sana kwa wale wanaojua sheria. Unaposoma sheria, ukienda mahakamani, kuna vitu vingine wanasema acts of God, kwamba ni matendo ya Mungu, kwamba labda imetokea mafuriko yakasomba nyumba, wanasema hayo ni acts of God, matendo ya Mungu. Ama imetokea radi imepiga mahali, nyumba imeungua, wanasema acts of God. Kwa hiyo Mungu amesingiziwa vitu vingi sana. Sasa ukitaka kumwelewa Mungu ili uweze kufika mbali katika uhusiano wako na Mungu, lakini pia katika wewe kuishi maisha ambayo Mungu aliyokusudia uyaishi hapa, ni vyema ukajifunza kuhusu Mungu kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukitaka kujua sifa na tabia ya Mungu, ni vyema ukaenda ukajifunza kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Mathayo 11 mstari wa 27. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. Anasema, akasema nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae mwana
ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Kwa lugha nyingine anasema wewe huwezi, ukitaka kumjua Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, pekee ambaye anaweza kukufunulia na kukujulisha hilo ni Baba, yaani Mungu Baba. Na ukitaka kumjua Mungu Baba, pekee ambaye anaweza kukufundisha na kukujulisha hilo ni Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema hakuna mtu mwingine anayemjua Mungu Baba isipokuwa Mungu Mwana, na yeyote ambaye Mungu Mwana ataamua kumfunulia na kumjulisha jinsi Baba alivyo. Kwa hiyo mimi na wewe kujaribu kumjua Mungu na kutaka kujenga uhusiano wetu na Mungu kwa kusikiliza binadamu wengine ambao hawajapata taarifa zao kutoka kwa Yesu Kristo, lazima uingie vichakani, lazima upate ufahamu usiokuwa sahihi. Kwa hiyo hilo la kuzingatia sana, na watu wengi hawajajua. Na kwa bahati mbaya leo hii nizungumze kidogo, maana tunapiga story tu hapa, si kipindi chetu bwana. Umenikaribisha nyumbani kwako, tunakaa tunapiga story, tunazungumza. Tumeachia watu wasiomjua Mungu watueleze kuhusu Mungu, na ndio maana watumishi wengi, naweza nikadiriki kusema 99% labda na point, hawamjui Mungu. Na ndio maana mafundisho yao yote yamejikita kwenye Agano la Kale. Hawathubutu kwenda kwenye Agano Jipya. Na wakizungumza na kufundisha, hawazungumzi na kufundisha kumwelezea Mungu kama vile ambavyo Bwana Yesu Kristo alimfunua. Kwa mfano, twende nikuonyeshe mfano mmoja mdogo. Kumbuka Bwana Yesu anasema hakuna mtu anayemjua Baba isipokuwa Mungu Mwana, na yeyote ambaye Mungu Mwana anaamua kumfunulia ama kumjulisha. Na kwa sababu hiyo basi unaweza ukaangalia mifano. Nakumbuka sehemu nyingine Bwana Yesu akasema kwamba ukiniona mimi umemwona Baba, ukiniona mimi umemwona Baba. Na hiyo ni kwenye Yohana 14, ukasoma mstari ule wa 9 pale. Sasa tunafahamu kuna matukio fulani fulani ambayo yalitokeza na Bwana Yesu akashughulika nayo. Kwa hiyo ukiangalia jinsi ambavyo Bwana Yesu alishughulika nayo matukio, itakupa picha sahihi ya Mungu ni nani. Kwa hiyo siku zote hakikisha kwamba unafanya hivyo. Sasa baada ya kusema hayo nadhani imetosha. Kwa hiyo turudi ule kwenye Mwanzo. Kwa hiyo kwenye Mwanzo 1:26 alikuwa anasema kwamba na tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, tuwape mamlaka ya kutawala. Na kwa maana kama nimeumbwa katika sura na mfano wa Mungu, basi nataka kumjua huyu Mungu yukoje, nafanana naye kwenye eneo lipi ama katika mambo yepi. Na kati ya jambo mojawapo ambalo nafanana nalo, tunapata kwamba wakati anaumba aliumba kwa kusema. Kwa hiyo Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 1 tena tusome mpaka mstari wa 3. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. 3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaliita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja ama siku ya kwanza. Sasa taratibu, angalia, anasema Mungu aliumba. Kwa hiyo mstari wa 1 kabisa anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tunapata picha rafiki kwamba Mungu ni Mungu muumbaji. Hiyo ndio sifa ya kwanza. Huwa napenda kusema hivi kwamba Mungu anajifunua na kujidhihirisha kwetu kwamba yeye ni Mungu mchapakazi, Mungu muumbaji. Na Biblia inatufunulia kwamba huyu Mungu sio tu kwamba ni muumbaji na sio tu kwamba ni Mungu mchapakazi, lakini anachapa hii kazi, anafanya hii kazi kwa niaba ya mwanadamu. Manake ukisoma stori nzima ya uumbaji katika Mwanzo mlango wa 1, unaona aliumba kila kitu, baadaye wa mwisho kabisa kuja kumuumba ni mwanadamu. Na kwa maana hiyo tunaweza tukathubutu kusema kwa ujasiri wote kabisa kwamba Mungu aliumba hii dunia kwa ajili ya mwanadamu. Na kwa maana hiyo kila kitu alichokuwa anakifanya alikuwa anakifanya kwa ajili ya mwanadamu. Na kwa maana hiyo kila kitu ambacho kimeumbwa na Mungu kimeumbwa ili kiweze kumtumikia mwanadamu. Sika tunakwenda sawa sawa. Kama utakumbuka kama tunasoma kwenye Kumbukumbu la Torati 30:19, anasema nazishuhudiza mbingu na nchi kwamba leo hii nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, chagua uzima. Maana yake ni kwamba kwa kuwa uumbaji wote
umeumbwa kwa ajili ya kumhudumia mwanadamu. Kwa Mungu anaoshirikisha uumbaji kwamba chochote ambacho huyu mwanadamu atachagua, hakikisha mnampatia, hakikisha mnamsaidia. Nataka uone hiyo picha rafiki. Kwa hiyo tangu mwanzo Mungu anadhihirishwa kama Mungu muumbaji, lakini pia 2, tunapata picha kwamba ni Mungu mchapakazi, na 3 kwamba huyu Mungu anafanya yote haya kwa niaba ya mwanadamu. Mungu siku zote amekuwa upande wa mwanadamu, hajawahi kuwa kinyume na mwanadamu. Hilo nataka lieleweke kabisa mapema. Usipolielewa hivyo, utakuwa na ujasiri katika ukiri wako. Utakapokuwa ukizungumza, utakuwa unashaka siku zote, hutakuwa na ujasiri na uhakika kuwa hichi ninachokisema lazima kitokee, kwa sababu unaweza kusema vipi kama Mungu yuko kinyume na mimi. Lakini nataka nikuonyeshe kwamba tangu mwanzo Mungu alivyomuumba mwanadamu hajawahi kuwa kinyume na mwanadamu, na ndio maana sababu ya kumtuma Yesu Kristo akaja akafa msalabani kwa ajili ya wanadamu wote ni uthibitisho tosha kabisa kwa wale ambao walikuwa wanashaka kwamba Mungu yuko kinyume na mwanadamu. Okay, tuzungumze jambo kidogo. Kwa mfano, sababu tunapiga story kidogo. Najua naingiza mambo mengi lakini sio mbaya. Ngoja nikuonyeshe kwa kuwa ili wazo la kwamba Mungu haiko kinyume na mwanadamu. Kumbuka kwenye Mwanzo mlango wa 3. Tena Mwanzo mlango wa 3. Adamu ameasi, amekula matunda ambayo Mungu amemwagiza asile. Tunakwenda sawa sawa? Na baada ya kula, Mungu anakuja kuzungumza naye, anamuuliza uko wapi? Adamu anasema nimesikia sauti yako nikajificha. Mungu akamuuliza nani amekuambia? Je, umekula ile matunda nilikuagiza usiale? Huo ni mstari wa 11. Adamu akasema huyo mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye alinipa matunda ya mti huo nikala. 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini umelifanya? Sasa kumbuka ule mstari wa 17. Angalia mstari wa 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Hajasema nimelaani ardhi, anasema wewe Adamu umesababisha ardhi ilaaniwe. Kwa sio Mungu aliyelaani ardhi, ila ni mwanadamu ndiye aliyesababisha ardhi ikalaaniwa. Kwa nini? Kwa matendo yake, kwamba ameleta dhambi katika dunia. Kumbuka ukisoma kwenye Warumi mlango wa 5 mstari wa 12 anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo kitendo cha Adamu kuruhusu dhambi ikaingia ulimwenguni, automatically akawa ameleta laana juu ya ardhi. Kwa hiyo sio Mungu alileta kitu. Lakini kuna kitu nilikuwa nataka ukione hapa mbele. Anasema mstari wa 21 anasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Pamoja na kwamba Adamu na mke wake wamemwasi Mungu, wamekwenda kinyume na wakakaidi maagizo ya Mungu, bado tunaona Mungu akiwahudumia, bado tunaona Mungu akiwavalisha, bado tunaona Mungu akiwalinda na kuwatunza. Sijui kwa nanyelea nichokizungumza. Sasa wanasema kwa nini basi aliwaondoa kwenye bustani ya Eden? Aliwaondoa ili wasije wakale matunda ya mti wa ujuzi, mti wa uzima, wakaishi milele katika hali ya dhambi. Ndio sababu ya kuwaondoa. Lakini bado unaona alikuwa na mahusiano nao. Pamoja na kwamba wamemwasi, hakuwa kinyume nao. Sasa hilo ni la muhimu sana ukalielewa. Anyway, nilikuwa tumepiga. Kwa hiyo tukirudi kwenye mlango wa kwanza. Kwa hiyo anasema Mungu anajifunua kama Mungu muumbaji, Mungu mchapakazi. Na tunaona tunaposoma kuanzia ule mstari wa 3 kwamba aliumba kwa kutumia maneno. Aliumba kwa kutumia maneno. Angalia mstari wa 3, Mwanzo 1:3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sasa kumbuka kitu nilikwambia jana. Jana tulisoma, ama kipindi kilichopita tulisoma kwenye Isaya 55. Na kwenye Isaya 55 kuanzia ule mstari wa 10 hadi 11 tukaona Mungu anasema neno lolote linalotoka katika kinywa chake halitamrudia bure. Ni lazima litimize mapenzi yake yote na lifanikiwe katika mambo yale yote aliyolituma. Kwa hapa anasema na iwe nuru, ikawa nuru. Alafu anasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Kwa hiyo unasema, ukisema inakuwa, ikiwa unaiona. Kwa hiyo kabla ya kuona kile ambacho umekisema, lazima kile kitu kiwe kwanza. Sasa tunaenda taratibu. Wewe umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu. Mungu alivyosema ikawa,
alafu akaona. Kwa hiyo maana yake ni kwamba na wewe ukisema inakuwa na lazima utaona. Tunaelewana? Sasa shida iliyoko na nataka kuingiza wazo kidogo hapa ambalo tutalichambua zaidi kipindi kinachokuja, lakini niseme kitu hichi. Kumbuka Yohana 4:24, Mungu ni roho. Na Wathesalonike wa kwanza 5:23 inasema kwamba mimi na wewe ni roho, tuna nafsi na tunakaa ndani ya mwili. Na Yakobo 2:26 inasema kwamba mwili pasipo roho mwili umekufa. Kwa hiyo ina maana wewe halisi na mimi halisi ni roho. Kwa kama vile ambavyo Mungu ni roho na mimi na wewe pia ni roho. Lakini shida iko hapa kwamba mimi na wewe tunakaa ndani ya mwili. Sasa kumbuka yeye anavyosema alafu inakuwa alafu anaona, huo mchakato wote hapo tunaoelezwa ni katika rohoni ama katika ulimwengu wa roho. Sasa shida ni kwamba mimi na wewe hatuoni. Namna pekee tunaweza tukaona kwenye ulimwengu wa roho ni kwa kutumia neno ama Roho Mtakatifu akufumbue macho. Sasa kumbuka, tukirudi kwenye Mwanzo mlango wa 3, Biblia inasema hivi, baada ya Adamu na Eva kula matunda. Tuko sawa sawa? Anasema mstari ule wa 7. Anasema wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Sasa naleta wazo tu, sina uthibitisho sana, kwa hiyo usije ukanihukumu. Nachoamini, Adamu na Eva kabla ya kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya walikuwa wanaona zaidi rohoni kuliko kuona mwilini. Yaani ilikuwa ni nyepesi kwao wao kuona rohoni kuliko kuona mwilini. Kama vile ambavyo sasa hivi ni nyepesi zaidi sisi kuona mwilini kuliko kuona rohoni. Ndio maana anasema wakafumbuliwa macho wote wawili. Haina maana Biblia haijatuambia kwamba walikuwa vipofu. Walikuwa wanaona na tembea, ndio maana aliweza kuona tunda, aliweza kaona nini. Kwa nini kilitokea? Maana yake ni kwamba naamini walikuwa wana uwezo wa kuona rohoni zaidi kuliko kuona mwilini. Kumbuka Mungu ni roho na wao pia ni roho. Lakini baada ya kufanya uasi, inavyoonekana macho yao yakafunguliwa, wakaanza kuona mwilini zaidi kuliko kuona rohoni. Kwa hiyo Mungu anavyosema na iwe nuru, alafu anasema ikawa, akaona nuru ya kuwa ni njema, vyote hivyo mchakato wote ulikuwa ni rohoni. Na kwa maana mimi na wewe tungekuwa tumefumbuliwa macho sasa hivi, tunapotamka jambo tungekuwa tunaona jinsi ambavyo hicho kitu kinaumbwa katika ulimwengu wa roho. Alafu baadaye ndo kinakuja kutokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Na tungetambua hilo, tungeanza kuwa makini sana na ukiri na kile ambacho tunakisema. Na ndio maana nasisitiza habari ya wewe kujifunza na kuelewa nguvu ya maneno yako, nguvu ya ukiri wako. Maisha ulionayo sasa hivi ni matokeo ya yale ambayo umeyazungumza jana, wiki iliyopita, mwaka uliopita na miaka kadhaa iliyopita. Kwa lugha nyingine, chochote ambacho unakiona katika mazingira yako sasa hivi ni kwa sababu ya kuzungumza kwako. Chochote ambacho unakifanyia kazi sasa hivi ni matokeo ya kuzungumza kwako, ni matokeo ya maneno yako. Na hutakaa uwe na maisha mazuri na uwe na maisha ambayo Mungu alikusudia mpaka siku utakapojifunza kutumia kinywa chako na kuzungumza maneno ambayo yanakubaliana na kile ambacho Mungu amekisema. Hilo ni la muhimu sana. Kwa maana gani? Wewe na mimi tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, na kila ambacho tunakizungumza, tunakitamka, tunapomaliza kukitamka kinaumbika katika ulimwengu wa roho. Kinakuwa ni halisi katika ulimwengu wa roho, na muda si mrefu kinakuja kutokeza katika damu na nyama. Kwa sababu Waebrania 11 mstari wa 3 anasema kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana vikatokana na vitu visivyoonekana. Sasa hilo tutajadili katika kipindi kinachokuja, lakini nikuambie tu, kama hujapata nakala ya kitabu chako cha nguvu ya ukiri, si chonde, tafuta nakala yako. Ni muhimu ili uweze kuyaelewa. Kile usichokijua kinakuua rafiki. Kinachokuletea shida na mateso kiko chini ya pua yako, ni huo mdomo wako. Ukiurekebisha mdomo wako, umerekebisha maisha yako. Yakobo akasema mtu anayeweza kurekebisha ulimi wake, anaweza kudhibiti ulimi wake, basi ameweza kudhibiti mwili wake wote, maisha yake yote. Na wewe kinachokutesa ni hicho kilichoko chini ya pua yako. Na ukitaka kuweka marekebisho, hakikisha umepata kitabu cha nguvu ya ukiri. Sasa ukiri muhimu kuliko wote ni ukiri wa kumpokea Yesu Kristo, maana ukimpokea unapata uzima wa milele na unakuwa na uhusiano na Mungu. Kwa hiyo fanya maombi yafuatayo kama hujafanya hivyo. Sema: Bwana Yesu,
ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu, ulikufa msalabani ili uondoe dhambi zangu zote, kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Kwa maombi yao mafupi kabisa, ninakukaribisha katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.